na mwanaume ana maneno mabaya ya kuchuma moyo wa mwanamke, kwa sababu mwanaume ameumbiwa nadhar, kuangalia, ndio kishaangalia. Mwanamke ameumbiwa istimaa, kusikia. Sasa anaanza kusikia vina vile. Upo wallahi, tafikiri ule mchanga wa mwisho kuumbwa mtu ndo ulimaliziwa wewe. Unaojua mchanga wa mwisho wewe? Haya, wapi unaenda, wapi, mambo vipi? Kisha mwisho ambia wallahi we dada, umepewa kila kitu na Mungu, ila kitu kimoja hujapewa. Basi naye atauliza nini sijapewa? Namba za simu. Hatari kweli kweli, namba zangu hujapewa wewe. Tubadilishe mawasiliano, ni lugha za ujanani hizi. Kutongoza ni fani, kutongoza nako ni fani. Hata uwe mwema, kuna mazingira lazima ufanye matongozo ya kheri. Katika steji 10 za kumlea mtoto awe imara baadaye, wanasema mtoto usimsaidie kila kitu, utaleta lele mama baadaye. Mtoto anaendesha, anajenga nyumba yake imebomoka, mara analia, ngoja nikutengenezee. Mwache atengeneze mwenyewe, sio kila kitu. Mambo mengine mwache ajisave mwenyewe, ili akiwa mkubwa baadaye, kuna baadhi ya mambo anatengeneza mwenyewe. Sasa hivyo hivyo kuna baadhi ya watoto kila kitu wanafanyiwa tu, hana lake jambo. Basi hata akiwa mtu mzima baadaye atakiwa akatongoze sehemu ya sheria, hatongozi. Si tulikuwa naye ustadhi wetu karibun minni, karibu yangu kabisa, tulimtafutia wachumba mpaka tukachoka. Kila pahala asema, shekhe, binti huyo shakuletea, haingieni kidogo mweleze. Kumbe hamuelezi yale mambo ya uchumba. Yeye akifika pale anamfanyia dawa. Allah kaumba mbingu, unaona kuna pepo, kuna moto, la ilaha. Ikikorea kidogo anamuongelesha Kiarabu. Alafu nikija huko anandanganya, mtoto kakolea. Ndo kakolea kumtajia pepo na moto. Hii si sehemu yake hii.